Hatimaye tena ndani nyumba ni sehemu ya kwanza. Leo tuko na kitu mpya kabisa mzimzimu anaita Void Covenant. Nyuma Mike ni Raja DJ Prince Mega T Super B of Tanzania. Leo tuko na season mpya. Hii ni ya yule mkali aliyokuwa katika Super Killer. Yuko na wanaume wawili walioshiba, ni kigongo chenye kifinyo, mkorongonto wa kufa mtu. Wanaita Void Covenant. Ikiwa ni kutoka ndani ya The Great Movies Production katika sehemu ya kwanza kabisa. Lakini kumbuka kuweza kupata huduma kama hizi kupitia WhatsApp. Unaweza kutucheki kwenye namba 0766033959. Kwa gharama nafuu kabisa. Wanakuambia kwamba huduma popote pale ulipo kwenye simu yako ya mkononi, basi unaweza ukadownload vipande ukaweka kwenye laptop, ukaweka kwenye kompyuta, au pia ukaweka kwenye flash alafu ukaplay kwenye flat screen yako. Vipande viko na quality nzuri. Unaweza kuenjoy popote pale ulipo kwa gharama nafuu kabisa. Season bila kuchelewa. Unaweza kuzipata mapema, yani zinapotoka tu basi unaweza kuzipata za Raja DJ. Mashine kama haya, mashine wanaita Void Covenant au kipenda unaweza kuita Alignment. Yani agano lililotiliwa kiapo ndani yake. Void Covenant au Alignment, usawa. Void Covenant, agano lililotiliwa kiapo ndani yake mzima. Haya, ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa. Leo katika miongoni mwa kambi za kijeshi za Kuomintang kuna kiongozi ambaye anaweza kuitwa Shen Jilong. Aliitwa na kiongozi, kuna kazi maalum anahitaji kuweza kukabidhi. Huyu jamaa jina lake original anaitwa Wang Jungyi. Huyo pa anasema kwamba mheshimiwa, nimekuja kupokea agizo. Mzee mkubwa wanamuita Kamanda hii. Anasema kwamba kwa sasa biashara za opium zimekithiri, jambo ambalo ni hatari sana kwa vijana wengi, kwani inasababisha nguvu kazi ya vijana kuweza kushuka. Vijana wengi ambao tunawategemea kuweza kufanya maendeleo ya taifa wamekuwa ni wa kwanza kuweza kutumia madawa ya kulevya yanayotokana na opium. Sasa itakuwa ni vyema kama utaweza kudhibiti jambo hili. Msafara ambao utakuwa unaweza kupitishwa, basi tuhakikishe kwamba tunaweza kudhibiti opium hizi zisipelekwe, maana opium ziko zinachukuliwa China, zinapelekwa nje ya nchi, zinatengenezwa madawa ya kulevya, baadaye zinapokuja kurudi basi zinatumika kama madawa ya kulevya. Opium unaweza kutumia pia kama dawa, lakini pia wako watu ambao wanaweza kutumia kutengeneza madawa ya kulevya. Sasa inabidi hakikisha kwamba unaweza kudhibiti ile jambo mapema sana. Opium ndio hizo kwa jina lingine wanaitaga poppy tear, au kwa jina la kitaalam la kiscientific wanasema Lachima papaveris. Usishangae, ni sawa tu na jinsi unavyosikia ndizi, kwa jina la kisayansi wanaita Musa. Utakuta kuna Musa paradisiacha, kuna Musa basjo, zile ndizi ngumu zile wanaita Musa basjo. Ukisikia Musa basi ni ndizi kwa jina la kisayansi, au sio? Pamoja na vitu vingine vingi tu kama Mangifero indika jina la embe la kisayansi. Miwa pale unasikia Sacharam ofisina ram, majina kama hayo. Sasa wazee wazima ni kuhakikisha kwamba wanaweza kuwadhibiti hawa wauzaji wa opium ambao wanachukua ndani wanapeleka nje, lakini pia kuna majeshi makubwa ya Kijapani yalikopo yako maeneo haya. Wanajeshi wa Kijapani wanaitwa Kwantongami, afu wanajeshi wa Kichina wanaitwa Kuomintang. Sasa ni kuweza kushambulia mzima. Hatari. Zikakokiwa ngoma namna hiyo, zikakokiwa mashine.
全体动员，准备战斗，走！ Twendeni. Ni ndani ya sekunde za kuhesabu, lakini waliwagaragaza balaa. Sasa ni kuweza kusonga mbele, lakini pia kuna majeshi mengine ambayo yalikopo hayako mbali sana na pale. Jamaa anasema kwamba majeshi ya Kwantong bado ni mengi, kwa lazima tuhakikisha kwamba tunaweza kupambana nayo. Sio kwamba wamemaliza vita, hapana, bado kuna majeshi mengi ya kutosha. Basi tunachana na huko, tunakuja upande wa pili. Yara sema, unasemaje? Ni kwamba majeshi ambayo yaliweza kutumwa yamevamiwa. Lazima tuhakikishe kwamba tunaweza kupata hizo Black Gold. Jamaa walikuwa wanahitaji kupata Black Gold. Sasa akatazama kwenye ramani. Utaratibu mzima jinsi ulivyokaa. Anaambia kwamba mheshimiwa, inabidi kuweza kutuma watu. Jamaa anasema hapana, lazima nihakikishe kwamba nafika kwenye kikao kwanza. Kuna kikao ambacho anatakiwa kuweza kufika, cha kuweza kuangalia kwamba biashara zinakwendaje. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wameweza kuwekwa katika ofisi za, yani viongozi wa Kijapani ambao walikuwa wakiwakilisha taifa la Japani katika nchi ya China. Kwa kuna ofisi zao ziko China, lakini wao wanawakilisha wa Japani. Hata bendera ukiona katika jengo kwa nje wameweka bendera za Kijapani. Sasa wakati huo Kuomintang wanazidi kupambana katika misitu mzee. Lazima kuwafutilia mbali hao wanajeshi wa Kijapani ambao wanaitwa Kwantong Army. Ni hatari. Chini ya kiongozi mkali wanamuita Sheng Jialiangi, au jina lake original kabisa wanamuita Wang Jungyinga. Bwana ni noma, Babli Dero ni noma, ni korekwa. Chekia sasa mavitu za. Basi mtaalamu aliweza kufika kwenye kikao haraka iwezekanavyo kwa ajili ya kuweza kudiscuss ya kwamba nini kinachokwenda kufuata. Inatakiwa kuweza kufanyika biashara, ipatikane Black Gold. Karibu sana mheshimiwa. Kuna mfanyabiashara mmoja mkubwa leo alikuja akatupa kwanza ganda hilo hapo mezani. Baba la baba. Ndo sterling namba 1 katika movie wanamuita yeye Dongmin, au tunaweza kumuita Dongmin. Jina lake original inaitwa Lin Jianguo, ila kwa hapa wanamuita Dongmin. Yeye anasema kwamba anashindwa kuelewa unamaanisha nini kuweza kunipatia faili kama hili. Nadhani ni wakati wa kuacha muda uzungumze. Matukio yenyewe yatajionyesha kadiri muda utakavyokuwa unazidi kwenda mbele. Unataka kuniambia kwamba nisubiri hasara nilikuwa najitazama, si ndio? Uzembe uliweza kufanyika ni mkubwa. Alafu wetu unaniambia eti nisubiri nitazame. Na maana nisubiri kuanguka nikiwa najiona. Sidhani kama kuna mtu yote anaweza kuingia kwenye shimo angalikuwa anaona kabisa kwamba hili ni shimo. Biashara siku zote inahitaji uvumilivu. Tutasort kila kitu na mzigo wenu mtaweza kupata. Kila kitu kitakaa vizuri. Nafahamu kwamba nyinyi mmesimama kama daraja la biashara hii. Na nyinyi pia mnapeleka mzigo sehemu. Sasa nahitaji kuweza kupata uaminifu mkubwa kutoka kwako ili kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kusimama vizuri.
Sasa alikuwa anafahamu ya kwamba kuna kitu gani kinachoendelea. Ni huyu mfanyabiashara ambaye alikuwa anasimama kama daraja. Sasa jamaa anasema kwamba tutaongeza bei mara 5 zaidi kwa mtu atakaweza kutupatia mzigo. Ina maana kwamba iwe isiwe lazima biashara iweze kufanyika. Hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Wanachukua black gold, wanachukua opium, wanasafirisha, wanapeleka nje. Jambo ambalo ni hatari sana kwa taifa la China. Yani ni kwamba wanakwenda kufilisi nchi na raia walioko ndani wanashindwa kunufaika na vile vya nyumbani. Sasa mfanya biashara ana wasiwasi naye, maana hata jinsi anavyoweza kumtazama mtu huyu ni jicho la ajabu sana. Basi tunachana na huko, tunakuja upande wa pili katika uwanja wa vita, sambamba kabisa na kiongozi mkali, mnyama kama mnyama mwenyewe. Wanamuita Shen Jialiang. Huyu jamaa katika season yetu hii ndo Sterling nambari 2. Alafu Sterling namba 3 tutamuona tu kaa kwa kutulia. Sasa bana Buda, kuna msafara ulikuwa unapita. Sasa huu msafara ndo msafara ambao ulikuwa unaweza kusafirisha opium. Ukipenda pia unaweza kuziita popitia, au sio? Haya. Sasa wanyabi kama wanyabi wameshakaa kwenye sehemu husika. Wanasubiri kuweza kupewa amri na kushambulia. Jamaa anasema kwamba ni muda mfupi, mzigo inabidi uweze kufika. Tumeshasikiliza, tumeshakubaliana na nyie mara nyingi. Lakini safari inaona kama vile kuna uzembe mkubwa ambao umeweza kufanyika. Unategemea kwamba tutasubiri mpaka muda gani? Mimi nadhani kwamba ni wakati wa kuweza kufanya kazi na waasi ambayo na wao pia wanajihusisha na hizi biashara. Maana kama tunafanya kazi na nyinyi na mnashindwa kutupatia kile ambacho tunataka, inabidi tupeleke tenda kwa waasi. Yaani jamaa anafanya kumvuta ukiongozi. Nadhani kuna pointi fulani ambayo mtaalamu anaitafuta. Nimesha kupa nafasi na umeshindwa kuitumia. Nadhani maamuzi yote nitakaweza kuyafanya, nitakuwa niko sawa katika mstari husika, sintokuwa nje ya mamlaka husika. Sasa upande wa pili, msafara unashambuliwa namna hiyo. Wamebeba opium mzee Mjuba. Ye baba. Farasi kusikia chume na lio wamekata mikamba wanasepa. Stop! Ndani ya sekunde za kuhesabu wanashangaa. Sasa ni kuweza kusogea karibu mzee. Hii operation ilikuwa ni operation fupi. Lakini ni danger bala. Sasa wanasogea mzee. Wale wote ambao walikuwepo katika msafara wameshuka chini. Sasa ni kuhakikisha kwamba wanaweza kukagua ili waweze kuona kwamba je, mzigo kweli uko ndani. Shuka chini. Sasa mheshimiwa, sisi tumewekwa tu, hatujui chochote. Sio mlikuwa mnasafirisha, ambia tujui kitu mheshimiwa, sisi tumewekwa tu. Yaani ni sawa na mtu upewe mkokoteni uambiwe peleka, ujui unapeleka nini na ujui umetoa. Yaani sasa wanakuja kufungua ndani ni patupu, hakuna kitu chochote, maboksi yote yalikuwa matupu. Maana yake ni kwamba ni mtego walikuwa wanategwa. Kama wanategwa basi kuna mtegaji yuko karibu anataka kuwaminya vizuri wanywe mafua. Haya bwana, basi nami nikuombe kwamba hiyo hapa ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa mashino yanaita Alignment au Void Covenant. Ikizidi kusonga mbele katika sehemu ya kwanza, na sasa tunakwenda kutazama sehemu ya pili kama kawa kama dawa kama kawaida. Moto unazidi kupamba moto. Yaani inakuwa ni moto fire. Wow. Kumbuka ni The Great Movies Production sambamba kabisa na Raja DJ.
wa 0766033959. Unaingia kwenye WhatsApp, unatuma neno mwongozo kwa utaratibu wa kuweza kujipatia series kali kama hizi kila siku ya Jumatatu. Pale mambo yanazidi kunoga, mambo yanabamba, au sio? Tuenzetu katika sehemu ya pili, wanaita Void Covenant. Haya.